kitu kabisa. Kuna vingine. Ni kingine. Huko. Haya. Sikili wanaweza hivi. Sio unatumia kwa kule chanda hiyo. Wanaweza. Mara mwezi. Engineer. Karibu mhandisi. Wamenyo hiyo. Ndio uko kujimanya. Yaani bibi akitaka kuoa wanapiga hiki. Yaani wewe kuolewa nyumbani kule bila kupata hiki. Hiki harusi inawezekana umekiandaa kwa kijana wako. Bila hiki nyumbani ndio lazima upeleke na hiki. Ndio wewe. Sasa huyu kwa kuwa ni mkongwe. Kazi ya ziada. Kwa kuwa ni mkongwe. Au usiache. Ndio shika na. Kwa kuwa wewe ni mkongwe. Naomba useme kwa kilugha inaitwaje? Na ina maana gani? Sawa. Kwenye tamaduni zetu za Kifika. Karibu. Sijaelewa swali. Swali nasema hivi. Kwa kuwa wewe ni mkongwe kwenye jamii ya Kifika, tutaomba utuambie ulichoshika mkononi kinaitwaje kwa Kifika, halafu kwa tamaduni za Kifika kinakuwa na kazi gani? Asante. Kwa Kifika kule mambo tukatise au mkoro. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Ambao nafikiri na karibu kote ise au mkoro. Sawa kabisa. Wakati wa kuoa tunapoozesha kwa mfano au unapooa kama ni harusi za kwetu, Ndio. Moja ya vitu ambavyo tunatakiwa tupeleke Ndio. amase. Na yaka haya ya hili. Mawili. Lazima yawe mawili. Yanakuwa mawili. Haya mawili kwa lugha tunakichuma lui. Ikiwa ni binti anaolewa, sawa kabisa. Tunatakiwa wanaooa walete majembe mawili. Haya majembe mawili huwa yanagawanywa. Moja litaenda kwa upande wa wajomba, lingine linaenda upande wa akina baba. Sawa kabisa. Tokea ni kijana wa kiume anaoa, wale upande wa pili wanatakiwa walete, tuwapelekee majembe mawili. Sawa. Na utoaji wake hasa huko ilivyokuwa zamani. Wajomba walikuwa wanatakiwa watoe jembe moja, na upande wa baba watoe jembe moja, tupeleke kule tunako. Sawa. Lakini kutokana na utamaduni wa sasa hivi, jamii na mila zetu ni kama vile tunazipoteza kidogo. Jukumu hili limebaki kama ni upande mmoja tu, hasa pale tunapotaka kuoa. Unakuta wakati mwingine baba mwanayeoza ndio huyo atalazimika kutoa majembe yote mawili. Lakini kwa zamani wajomba walikuwa wanalazimika kwa front pale kijana wa kiume anapooa, kama vile inavyokuwa majembe yanapokuja yanakuwa ni rahisi kuyagawanya. Na mgawanyo wake pale tunapoletewa, tulikuwa hatuangalii kwamba ni lazima haya majembe wachukue watoto wa familia moja. Hapana, tulikuwa tunaangalia ukoo. Majembe yamekuja, tunakaa kikao cha ukoo kama hivi. Tunaanza kusema hivi sisi ya mwisho ndio atozile. Jembe la mwisho binti anaolewa. Hizo kwa familia ya nani, mradi ni ukoo mmoja. Sawa.
mara mwisho nani alichukua jembe, wanasema ni fulani. Wanasema basi safari hii Kiseri tunampa fulani. Halo. Mzee. Samahani kidogo. Jamani, mnasikiza mzee anachokisema? Sana. Mnasikiza mzee anachosema bila ngaso. Unapeleka. Kuna wengine wasikia hapa na chukua tu. Ukifika nyumbani lete jembe, unaanza mimi sikujua. Msikizeni mzee anachosema. Sasa unasikia hapo? Leo unajua unafahamu. Wakija lakini lengo lake ilikuwa ni kutamka mahali. Lengo lake ilikuwa ni kudumisha na kuimarisha koo. Sawa. Leo sisi hapa tupo. Mimi kwa mfano Sikarumba. Natokea kwa baba yangu labda nilikuwa ndani. Lakini kila pale kuna babangu mdogo, kuna babangu mkubwa, kuna babangu mwingine na wengine ambao yani. Sasa ili tuweze kukaa pamoja na kujenga ukoo ambao uko imara. Kwa hiyo hivi vitu ndio vilikuwa vinatuunganisha. Sawa. Hata ile mahali kwa mfano ng'ombe ametolewa ng'ombe. Walikuwa zamani hawaangalii kwamba yani kama hivi sasa hivi ambavyo itushana tuko mwi familia yani eti kama eti mlizaliwa watano kwa baba yenu. Eti mnajihesabu kwamba eti sisi ndio ukoo. Hili kitu kilikuwa hakipo kwa mila na desturi za Kifipa, Warungu, Wamambwe na kadhalika. Yaani ukoo ulikuwa ni jamii yote. Kwa hiyo ilikuwa yani kitokea kwa mfano haya majembe haya kama nilivyosema yamekuja. Inawezekana kwenye familia yenu wala hamtagusa. Hili jembe linaweza likatoka hapo likaenda kwenye familia nyingine iko huko madamu labda ni Kimasikamu. Sawa. Lakini samani kidogo. Sio hiki. Hivi eti unapeleka jembe wanakufukuza. Jembe la Kifipa ni hili. Alilimi matoto. Hili jembe hili limekuja nadhani miaka ya 80 au 80 kwa sababu haya ni majembe ya Kinyakyusa. Sawa. Haya ilikuwa sio majembe ya kwetu. Majembe ya Kifipa ni haya. Na wakati ule wa ufi yalikuwa na nembo kabisa ya Ufipa. Tulikuwa na majembe kabisa ya aina hii yalikuwa yanatengenezwa ufi pale Dar es Salaam. Yalikuwa yana nembo kabisa ya Ufipa kwa ajili ya kuolea, kwa ajili ya kulimia na kuona. Hizo tulikuwa na mila na desturi zetu hasa kwenye eneo hilo la majembe. Ni vitu muhimu sana ambavyo vilikuwa vinatuunganisha kati ya upande wa kike na upande wa kiume. Kwa hiyo wote walikuwa wanatuunganisha pamoja. Kama hivi ambavyo kwa kweli hili tukio nimefurahi sana mimi mwenyewe kwa kweli. Sina muda mrefu kwenye hiki chama. Lakini nilivyoliona hili tukio kwa kweli limenikumbusha mbali sana. Sawa. Na nimeona kabisa kama ni mafundisho makubwa. Tunaweza tukaona na nilikuwa naona jinsi ambavyo wenzangu wengine tulikuwa tunapata taabu. Lakini hili ndio nifundisho kwamba hivi vitu ambavyo ni vya msingi hivi ni vizuri hata tukajua. Ili tusaidie hata kuwaelimisha hata watoto wetu. Sawa. Asante sana. Nakushukuru sana. Sasa MC DJ